Leo ningependa tujifunze ni kwa nini watu tunatamani sana kufanikiwa, lakini tunajikuta hatupati hayo mafanikio tunayoyataka. Leo nitakudadavulia sababu 5 na ya 3 itakushangaza sana. Angalia hii video mpaka mwisho. Sababu ya kwanza ni kwamba kila tunapotaka kufanya jambo, tunataka kila mtu ajue tunataka kufanya nini. Umeona? Sasa katika kile unachotaka kufanya, aidha ni biashara mtu anataka kufungua, aidha unataka kufanya mgahawa, aidha unataka kuanzisha YouTube channel, aidha kwa vile vitu unavyotaka kuvifanya, badala hata hujaanza tu yote ya kuvifanya hivyo vitu, unajikuta umeanza kuropoka, unaanza kuambia kila mtu, na mwite shangazi, mjomba, kila mtu unamwambia nataka kufanya kitu fulani. Sasa mwisho wa siku unajikuta ile nguvu unayotumia kuwashawishi watu kwamba utafanya jambo kubwa, unajikuta mwisho wa siku unapoteza nguvu nyingi, badala ile nguvu ingetumika katika wewe kuanza kufanya hayo mafanikio. Kwa hiyo ni vizuri sana ukitaka kufanya jambo, tumia nguvu kubwa, wekeza katika kufanya. Sababu namba 2 ni kwamba unakuwa una mipango mingi, mikakati mingi, umeandika sana mikakati, mipango, lakini shida hakuna hata moja unaanza kulitekeleza. Kwa hiyo kuna mtu unakuta miaka inazidi kwenda, umeandika mipango mingi, mikakati, lakini uchukui hatua ya kuanza kufanya yale jambo kwa sababu una hofu kwamba itakuwaje kama nikianza nikafeli? Itakuwaje kwa mfano nikianza hili jambo lisinipe matokeo ambayo kama nayotaka? Au huu muda unakuwa unajiuliza huu muda labda sio sahihi. Sasa hizi zote ni sababu ambazo zinakuchelewesha wewe, kwa sababu ukiangalia watu wote waliofanikiwa ilibidi wapambane na hizi changamoto, hivi vishawishi ambao vinakufanya wewe ujione muda mbona kama bado hivi. Lakini inatakiwa uanze hivyo hivyo. Anza, haijalishi uko una kiasi gani, uko sehemu gani, we anza hivyo hivyo ulikuwa nacho, anza. Sababu namba 3. Sababu inayofanya usifanikiwe namba 3 ni kwamba hutaki kujifunza kutokana na makosa yako. Huwa makosa, mwanadamu yoyote kufanya makosa ni jambo la kawaida, lakini kinacholeta utofauti wanaofanikiwa na ambao hawafanikiwi, ambaye hafanikiwi anajifunza kutokana na yale makosa yake ili ndo anasonga mbele. Kwa hiyo kuna watu wengi utakuta wanaanzisha jambo, lakini ile kukosea wanajisikia vibaya, wanaona kama imekwaje nikosee mimi. Lakini nataka nikwambie tu jambo moja ambalo ujue, ni kwamba yale makosa ni kama tunaita ni kama nguzo. Ukitumia yale makosa yatakusaidia ujifunze vitu vingi sana. Ujifunze kuhusu wewe, ujifunze kitu gani hujakifahamu, ujue kuna wapi ulikosea. Kwa hiyo makosa ni njia moja hapo ya kukusaidia wewe katika kuongeza speed. Tunasema ni kama fuel ya mafanikio yako, yanakuongezea speed yale makosa unaweza kujifunza. Ndio maana katika maisha huwa sipendi watu watumie neno kukosea, napenda litumike neno kujifunza. Yaani ukianza jambo lolote likienda vibaya, sema nilikuwa najifunza, kuna kitu nimejifunza. Ukiwa na mtazamo huo chanya, utakusaidia katika kutatua vitu mbalimbali kwenye maisha yako.
Okay, tunaenda kwenye sababu namba 4. Sababu namba 4 ni kuendana na mabadiliko. Dunia sasa hivi inayobadilika kila mara. Dunia sasa hivi kila siku inakuja teknolojia mpya, mbinu mpya za kibiashara. Inatakiwa na wewe ujipange na ujue hizi mbinu mpya ambazo zinakuja katika biashara ambazo wewe unaweza ukazitumia zikakusaidia. Kwa mfano mzuri, kwa mfano sasa hivi mambo ya online, labda watu wengi washazoea, labda tuchukulie biashara, kufanya mfano wa biashara zamani, labda niwe na frame na nini, lakini kuna wengine sasa hivi labda wanakuwa na mfumo wa kuweza kufanya biashara kwenye mitandao, Facebook, Instagram. Sasa hiyo ni kuendana na kasi ya teknolojia. Yaani usikae na mawazo yale yale, usikae na vitu vile vile, na wakati dunia inabadilika, utajikuta mwisho wa siku unakuwa umeachwa nyuma, kwa sababu uko nyuma na teknolojia, hujajiandaa kupokea vitu vipya. Kwa hiyo unatakiwa kila siku unapofanya vitu jiandae kupokea mbinu mpya tofauti. Na sababu ya 5 nataka kuiongelea ni kuwa na nidhamu. Nidhamu ni kuweka sheria na kuhakikisha unazifuatilia. Ukiamua kufanya jambo, uhakikishe limefanyika kwa wakati ule ulioamua. Kwa hiyo unapokuwa na nidhamu katika kufanya mambo yako, inaweza ikakusaidia kupata mafanikio makubwa sana. Kwa sababu nidhamu ambayo unaamua kuiweka wewe, ile nidhamu huwa ipo hivi. Kuna muda una hamu ya kufanya jambo na kuna muda una hamu ya kutokufanya jambo. Sasa nidhamu inakusaidia pale ambapo una hamu ya kufanya hilo jambo, lakini nidhamu yako ushaweka hiyo ni schedule au ni mtindo wa maisha, lazima nifanye hata kama sijisikii sasa hivi kufanya. Hiyo ni mambo ya nidhamu. Ukiwa na nidhamu katika maisha yako itakusaidia sana.